kwenye kiini cha semina ujumbe wa Yesu kwa yale makanisa 7 yaliyokuwa kule Asia Ndogo, ambayo kwa sasa ni Uturuki. Haya tunayaona katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na sura ya 3 yote. Hebu naomba mmoja asome mstari wa 18, msomaji mmoja tusomee mpaka mstari wa 20, sura ya kwanza Ufunuo. Biblia inasema, na aliye hai nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Anasema mimi ni yeye aliye hai, nilikuwa nimekufa, na tazama ni hai milele na milele. Endelea. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Sura 19. Basi uyaandike mambo hayo uliyoyaona, nayo yaliyopo, na yale yatakayokuwa baada ya hayo. Siri ya siku zile nyota 7 ulizoziona katika mkono wangu wa kuume, na ya vile vinara 7 vya dhahabu. Zile nyota 7 ni malaika wa yale makanisa 7, na vile vinara 7 ni makanisa 7. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaanza Yesu sasa anapotaka kumpa ufafanuzi Yohana, anazungumza, anamfafanulia kwa yale aliyomuonyesha. Yesu amemwonyesha Yohana habari ya vinara 7 mkononi mwake, viko mikononi mwa Yesu, na habari za vinara 7 na nyota 7 katika mkono wa Yesu. Na Yesu anamwambia Yohana, vile vinara 7 vya taa ulivyoviona ni makanisa 7, ni makanisa 7, na zile nyota 7 ni malaika 7 wa yale makanisa, ni malaika wa yale makanisa 7. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaingia moja kwa moja kuangalia ujumbe wa Kristo sasa kwa haya makanisa. Utangulizi. Ujumbe wa Kristo kwa yale makanisa 7 yaliyokuwa Asia Ndogo, yani Uturuki ya sasa, umekusudiwa kuwajenga na kuwaimarisha waamini na kanisa la wakati wote. Ule ujumbe Yesu anapouleta kwa yale makanisa, alikusudia lengo kubwa ni kuyaimarisha haya makanisa, ni kuwajenga waamini, na sio tu yale makanisa 7, lakini kulijenga kanisa na kuliimarisha kanisa la wakati wote. Kwa maana ya kwamba tangu kanisa la wakati ule ulilokuwa Asia mpaka kanisa la leo, ujumbe huu umekusudiwa kwa kanisa letu hata hapa tulipo. Na ndio maana mwisho wa ujumbe kwa kila kanisa, sikiliza, kwa kila kanisa Yesu alianza kwa kusema hivi, na kwa malaika wa kanisa lililoko. Malaika wa kanisa alikuwa anamaanisha mchungaji wa kanisa. Mchungaji wa kanisa aliandikiwa mchungaji kuwa ndiye mpokeaji wa ule ujumbe kwa kila kanisa. Lakini mwisho wa ujumbe ule aliyoueleza kwa lile kanisa husika, anasema aliyenasikia, kila aliyenasikia na asikie neno hili ambayo Roho ayaambia makanisa. Yani kwenye ujumbe wa kila kanisa anamaliza ambayo Roho ayaambia makanisa. Sio aliambia tu kanisa sasa lile ambalo alilitaja, ayaambia makanisa. Ndivyo anavyomaliza. Kwa hiyo ujumbe huu wa Kristo
umekusudiwa sio tu kwa kanisa la Efeso, sio tu kwa kanisa la Semina, sio tu kwa kanisa la Laodikia na yale mengine utimiza 7, lakini ni kwa kanisa lote, makanisa yote ya wakati wote. Umuhimu wa ujumbe huu kwa kanisa na waamini wa sasa ni pamoja na: moja, ni midhani ya kujipima na kujitathmini kiroho. Ya pili ni ufunuo wa kile ambacho Yesu hakitaki, anakichukia, hapendi kiwepo kwa kanisa. Ujumbe ule ni ufunuo kwetu kutuonyesha kile Yesu asichokitaka. Tatu, umuhimu wa ujumbe wa Yesu kwa yale makanisa 7, kwa kanisa la leo, ni ufunuo wa kile ambacho Yesu anakipenda na anakitaka kwetu. Ujumbe huu unafunua kile Yesu anachokitaka, inafunua mapenzi ya Kristo kwetu. Anataka nini? Vipi unapokuwa una adui unayeasimiana, alafu rafiki yako anakuwa karibu sana na yule adui yako, anaunda urafiki na kuwa karibu naye sana, unajisikiaje? Unaanza kumwamini kama rafiki kweli? Mara nyingi kawaida ya mwanadamu, ukiwa na mtu unayemchukia, unataka na kila aliye karibu yako na yeye amchukie, asiwe karibu naye. Na ukweli kwamba kama kuna kitu Mungu anakichukia, alafu kanisa linakumbatia, moja kwa moja automatically sisi tunajiweka mahali pa uadui na Kristo, sababu tunayakumbatia ambayo Mungu anayachukia. Lakini tunavyoendelea katika kuyaona huu ujumbe kwa makanisa, tutaona namna ambavyo Yesu pia ameshadhihirisha mwenyewe kufurahishwa na yale makanisa ambayo yalichukia kile alichokichukia yeye, yalipenda na kufanya kile Yesu anachotaka. Umuhimu wa 4, ujumbe huu unatupa kupokea nguvu ya kushinda mapingamizi ya adui wa imani yetu na adui katika maisha yetu ya kila siku. Leo tunaanza na kanisa la kwanza kutamkwa pale, ni kanisa la Efeso. Kanisa la Efeso, sura ya 2 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 7. Kabla tujaenda kusoma, hebu tuombe. Bwana Yesu, asante. Siku ya pili leo tunaendelea na uchambuzi wa ujumbe wako kwa yale makanisa 7 ya Asia ambayo uliyapelekea ujumbe kwa mkono wa mtumishi wako Yohana kupitia mafunuo yale kwenye kisiwa cha Patmo. Bwana, lipo kusudi ulilolikusudia kwa ajili yetu na kwa ajili ya yale makanisa ya Efeso, Semina, Laodikia, Sardi na mengineyo. Na sisi leo umetukusudia namna ile ile. Tunaomba Bwana ujifunue ya semina hii. Bwana onekana, Bwana tutembelee, Bwana tuguse, achilia neno la kinabii kwa ajili ya kumfaa kila mmoja ambaye amekusanyika mahali hapa. Tunapokuja mbele zako Bwana, ukaseme nasi tena Bwana, ukatuhudumie tena na ukaponye wagonjwa, ukawafungua waliofungwa, kama ambavyo imeonekana siku ya kwanza jana. Tumekuona jioni, tumeuona mkono wako jioni ile. Jioni ya leo tena tukuone Bwana kwa ishara, ajabu na nguvu nyingi zikiwashukia watu wako
katika jina la Mwokozi Yesu ninaomba. Bwana unitumie sasa, Bwana unifanye chombo chako sasa, nami ninatiisha chini ya mamlaka yako kila fikra na mawazo na kila nguvu iliyo kinyume na neno lako ninaiangusha sasa. Bwana, naita utulivu na usikivu mzuri kwa watoto wako, na watu wako wakapokea kile ambacho umekikusudia kukileta kwa kanisa lako, katika jina la Yesu Mwokozi tunaomba, amen. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 7. Somaji tusomee hapo. Biblia inasema, kwa malaika wa kanisa lililopo Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Nayajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umewajaribu wale wajitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala ukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukatubu, ukayafanya matendo yako ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake, usipotubu. Lakini unalo neno hili, kwamba wayachukia matendo ya Wanikolai, ambayo na mimi nayachukia. Mstari wa 7, yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoenda kuangalia ujumbe wa Kristo kwa yale makanisa 7, na ambao ni ujumbe kwa kanisa lake kwa ujumla, hata kwetu leo, ujumbe wa Kristo ulikuwa na maeneo maeneo 6. Yesu alikuwa anashughulika na maeneo 6. Alikuwa anaandika ujumbe akishughulika na maeneo 6 kwa kila kanisa. Kwa kila kanisa Yesu alizungumza jambo la kwanza, kile anachokijua. Yesu alifunua jambo la kwanza, kile anachokijua, anavyolijua kanisa lenyewe, anavyowajua wahusika. Ilikuwa ni jambo la kwanza kwa kila kanisa. Jambo la pili Yesu alikuwa anashughulika nalo kwa kila kanisa katika jumbe zile, Yesu alikuwa anazungumzia kwa habari ya sifa ya lile kanisa. Baada ya kulijua kanisa napolifahamu, alieleza kwamba analifahamu, lakini aliwapa sifa zile zinazowastahili. Kila kanisa lilikuwa na sifa yake, na kulikuwa na mambo ambayo Yesu anayasifu. Kwa lugha nyingine niseme, kulikuwa na mambo fulani ambayo kwa kanisa yalitakiwa Yesu alisifu, lipokee sifa, isipokuwa kwa kanisa la Laodikia. Kanisa la Laodikia alikuwa na sifa yoyote. Jambo la tatu ambalo Yesu alikuwa anashughulika nalo kwa kila kanisa ni dosari aliyokuwa na shutumu waliokuwa nayo kwa kila kanisa. Kanisa lilikuwa na dosari fulani ambayo lilipaswa kushutumiwa, isipokuwa kwa kanisa la Simina. Kanisa la Simina halikuwa na dosari yoyote, halikuwa na jambo lote lile la halikuwa na shutuma yoyote ile, halikushutumiwa kwa namna yoyote ile, halikuwa na tuhuma. Kwa lugha nyingine tutumie neno tuhuma, halikutuhumiwa kwa chochote kanisa la Simina. Lakini makanisa mengine yote, mambo 6 ambayo Yesu alikuwa anashughulika nayo ni tuhuma zinazotokana na dosari zao. Jambo la 4 ambalo Yesu alikuwa anashughulika na kwa kila kanisa ni adhabu, isipokuwa kwa kanisa la Simina. Kanisa la Simina kwa sababu halikuwa na tuhuma, kadhalika pia halikuwa na adhabu yoyote. Jambo la 5 ambalo Yesu alikuwa anashughulika
kwa kila kanisa ilikuwa ni kuwapa ushauri na kutoa wito kwamba kwa sababu wanatuma, kwa sababu wana shida fulani, sasa nini Yesu anawaita, nini Yesu anataka. Yesu alikuwa anawapa ushauri na anawapa wito wa kufanya mabadiliko, wa kufanya marekebisho pale ambapo walikuwa na dosari. Na jambo la sita, jambo la mwisho, ilikuwa ni kutoa thawabu. Yesu alikuwa anatoa thawabu au tuzo kwa kila kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa twende tukaangalie kanisa hili la Efeso. Mambo haya sita, moja baada ya nyingine. Kanisa la Efeso, kama tulivyosema, jambo la kwanza, Yesu baada ya kujitambulisha anaeleza anachokijua kwa habari ya lile kanisa. Na wakati mwingine tunapozungumza kwa Yesu kueleza habari ya kile anachokijua ndani ya kanisa, kwa sababu pia alikuwa anazungumza kwa habari ya ujumla wa kanisa, maana yake inawezekana ndani ya kanisa husika wengine walikuwa hawajui, hawaelewi, hawajielewi. Yesu alifunua mambo ya ajabu kama alivyokuwa amemfunua yule mwanamke Msamaria kwenye kisima cha Yakobo, mpaka mwanamke akashangaa, akapigwa na butwaa kali. Bwana, naona kwa mimi nabii. Yesu anamwambia, ni zaidi hata ya nabii, mimi ndiye niliyeandikiwa, Kristo. Yule mwanamke akaona hivi vitu sio cha kawaida, kijawahi tokea. Akamwambia Yesu, subiri hapa. Akapiga mbio akaenda mjini, akawaita watu, twendeni mkaone mtu aliyeniambia mambo yangu, mambo ya siri ambayo nyie wote hamyajui. Rafiki zangu hawajui, ndugu zangu hawajui, majirani zangu hawajui, lakini yeye ameyazungumza yote, siri zangu za ndani. Kwa hiyo Yesu anapokizungumza kitu katika kile anachokijua, anazungumza kwa undani wa hilo kanisa lenyewe. Anaonyesha undani wa lile kanisa ambalo kwa nje watu wasingeweza kulijua kanisa hili likoje, wala mtu mwingine asingeweza kuelewa. Lakini Yesu anaingia ndani, anazama ndani. Na Mungu atusaidie katika semina hii, tumruhusu azame ndani ya mioyo yetu. Ukiruhusu Yesu azame ndani ya moyo wako, utajikuta uko wazi. Mwisho wa semina hii utajikuta unamwambia Yesu, nataka unitengeneze, nataka unifinyange tena na kutamani tena kwa upya. Na tutajikuta tunainuka tena, tunapanda tena, tutaimarika tena katika Ukristo wetu, katika wokovu wetu. Bwana atakwenda kutuinua tena. Na haya ndio maombi yangu, kwamba Bwana atufunue, Bwana tuonyeshe kile kilichoko ndani yetu, kilichofichika kikawe wazi. Yesu anakuja kwa kanisa la Efeso. Kwa kanisa la Efeso anachokijua, Yesu anachokijua kwa kanisa la Efeso ni matendo mema. Ni matendo mema. Ni matendo mema. Sijui wewe na mimi Yesu anakujua vipi wewe? Mimi na wewe Yesu anatujuaje? Kanisa la Efeso lilijulikana mbele za Mungu kwa matendo mema. Lilijulikana kwa matendo mema. Lilikuwa ni kanisa ambalo limekamilika. Halikuwa kanisa lenye kufanya mambo mabaya na machafu. Ukisoma pale Yesu anavyoeleza, anavyolifahamu hili kanisa, anasema pamoja kanisa hili lilikuwa linapitia taabu, lilikuwa linapita kwenye dhiki, watu walikuwa wanapita kwenye taabu na dhiki, lakini bado hawakuacha matendo mema. Kanisa hili lilikuwa ni watu ambao wana uvumilivu, ni wavumilivu. Kanisa lilikuwa na uvumilivu na subira, hawakuwa watu wa kukata tamaa. Katikati ya magumu walivumilia, katikati ya shida walijipa moyo, wakijua yupo Bwana mwenye taji na thawabu yao. Hawakukatishwa tamaa kutenda mema katikati ya taabu, katikati ya magumu. Unajua, moja ya kitu ambacho kinafifisha matendo mema na upendo wa watu ni maovu.
ni mabaya yanayotokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanakutana na mambo mabaya mengi na magumu kiasi kwamba hata upendo unapoa. Mtu anajifanya na shida, anajifanya na matatizo, anahitaji msaada, kumbe sio, ni tapeli. Na mara nyingi Waswahili wanasema mtu aking'atwa na nyoka, hata unyasi tu ukitikisika na anaogopa, anakimbia. Nakumbuka wakati tumeanza kanisa tulikuwa tunapata wageni wengi, pengine kuliko hata sasa, nafikiri pengine kuliko hata sasa, wageni ambao sio uaminifu, na pamoja maisha yetu yalikuwa yako duni, tunapitia dhiki, lakini wageni walikuwa wanakuja wengi wenye mahitaji na shida, na tulikuwa tunajinyima tunawasaidia, lakini tulikuwa tunapata wengi ambao wengi ni wahuni, ni waongo. Nakumbuka wakati fulani akaja mtu, ni ngumu kumfahamu na kumwelewa kwamba ni tapeli, ni muongo. Akataja anatoka Iringa, kamtaja na mchungaji ninayemfahamu, tunafahamiana. Akaelezea habari za ule mchungaji. Sasa mtu kabisa mtaja mpaka mchungaji na shida nazo. Alafu anakwambia mkuja Dar es Salaam, mwenyeji wake amempotea, anahitaji msaada. Msaada gani anahitaji? Anataka nauli arudi Iringa. Mtu amekuja baada ya ibada ya jioni, unamtambulisha kwa kanisa, jamani, huyu ni hivi na shida na hizi, na ametoka tena kwa mchungaji ambaye namfahamu, hebu tumsaidie. Watu wakafanya wanavyoweza kufanya, tukapambana sisi, tukatafuta hela, tukampa nauli. Siku ya pili ya tatu, mama anakuja anasema, nimekutana na yule mtu stendi Mbezi. Yuko na shughuli zake. Siku nyingine tena nakutana naye, amechukua nauli. Alafu bahati mbaya sana, siku nyingine anakuja na kukuta mahali bado anataka kutapeli kwa njia nyingine, ni yule sio mwingine. Baadaye ndipo naanza kutafuta sasa yule mchungaji, nimpigia hata simu nimuulize, kuna mtu fulani anaitwa fulani. Alituambia hivi na hivi, anasema huyo hayuko kanisani wala tunaye kanisani. Mchungaji hawezi kumfahamu, lakini yeye anamfahamu mchungaji, maana yake alitokea kweli kule. Sasa akajaribu kusingizia kwa sababu mchungaji anamfahamu, akasema nimetoka kule. Lakini siku nyingine mwingine akaja nyumbani. Sasa angalia ajabu hii. Mtu amekuja nyumbani, akatutapeli, tukampa msaada. Siku nyingine akaja, mimi nimemsahau, na mchungaji ndio ananisitua, ananiambia, mchungaji unamkumbuka, lakini huyu yaani sijui na yeye ametusahau, sijui ni Mungu tu alimpiga upofu, anaanza kuzungumza utapeli tena ule kwa mwanzo tulimsaidia. Sasa mchungaji ndio ananiambia, mchungaji unamkumbuka huyu yule? Yeye mwana sikumbuki. Baadaye mama aliponikumbusha, ananiambia, ala, wewe kumbe ndio wewe ndio unakuja nyumbani. Yeye mwenyewe akatekewa kwa maana yake, kumbe alifikiria kuja kumkumbuka. Lakini hawa ni kama watu wawili wanaokuja kuomba kama na kwamba wana shida na msaada kwa njia tofauti, lakini kumbe sio kitu ambacho Kristo Yesu alisema. Na kwa sababu ya maasi kuongezeka katika siku za mwisho, upendo wa wengi utapoa. Lakini sio kwa kanisa la Efeso. Kanisa la Efeso pamoja na magumu, pamoja na mambo mengi walikuwa wanayapitia, bado lilionekana kuwa kanisa lenye matendo mema, kuwasaidia wahitaji, kuwapa watu misaada, kila mtu akitoa kwa ajili ya mwingine. Lilionekana ni kanisa nzuri, hata pamoja na vita za kiroho alikumkana Yesu, walisimama imara katika imani mpaka Yesu Kristo anasema, hili ndilo ninalolijua, oh Bwana, haya
yajue matendo yako mema. Bwana kusaidie kanisa tuwe na matendo mema, hata siku akija aseme na yajua matendo yako yaliyo mema. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ambalo Yesu alikuwa anashughulika nalo kwa kila kanisa ni kulisifu, ni kutoa sifa kile anacho, kwamba wanastahili sifa, matendo yanayostahili sifa. Yesu aliwasifu kanisa la Efeso. Kama nilivyosema, makanisa yote yasifiwa kasoro kanisa la Laodikia. Katika kanisa la Efeso, Yesu analisifu kanisa hili kwanza kwa hayo matendo mema, anasifu kwa uvumilivu. Kanisa hili lilikuwa na sifa ya uvumilivu, katika magumu yanavumilia. Kanisa hili lilikuwa na subira. Lakini Yesu anasifu kanisa hili kwa kuto kuchukuliana na watu wabaya, kwa kuto kuchukuliana na watu wabaya. Na kanisa hili pia linasifiwa kwa kuwa makini kuzipima imani, kuwapima watumishi na kuwatambua watumishi wa uongo. Mstari wa 2 pale na 3, Yesu anasema, nao najua umewapima wanaojiita kuwa mitume, nao ukawatambua kwamba sio, ni waongo. Hii sifa njema. Sikiliza maneno ya Yesu. Kanisa kuwa na akili, kutumia akili kuzipima imani ni jambo linalostahili sifa, na jambo la msingi la muhimu kwa mwamini wa kweli wa Kristo. Kondoo wa Kristo asiyeelewa kwamba kuna imani potofu, kwamba kuna watumishi, kuna mitume, kuna manabii wa uongo, yeye anapokea kila imani, anapokea kila mtumishi. Hili ni tatizo na ni shida kubwa. Kanisa la Efeso linasifiwa, lakini tutaona kanisa la Laodikia linakaribiwa kwa kuwakumbatia mitume na manabii wa uongo, kukumbatia imani za uongo, kukumbatia mafundisho. Makanisa mengine Yesu anayakemea, anayashutumu, lakini kanisa la Efeso linasifiwa. Haleluya, haleluya. Ulize rafiki yako, je, wewe unakuwa na akili ya kutambua mitume na manabii wa uongo? Au wewe unapokea tu na kumeza kila kitu? Na halafu nisikilizeni wapendwa, kuna watu wengine wanafikiri atafunga na kuomba ili Bwana muonyeshe kwamba hawa ni wa uongo, ni mitume wa uongo. Sikiliza, Yesu alishatupa kuwatambua kwa itikadi. Mafundisho potofu tunayatambua kwa kuchunguza mwenendo wa wale wahusika, tabia za wale wahusika, mafundisho yao. Biblia ndivyo ilivyotuambia. Yesu anasema tawatambua, sio kwa kufunga na kuomba, sio kwa kumsikiliza tu Roho Mtakatifu anatuambie. Ni mara chache Roho Mtakatifu atakwambia katika hili, lakini Mungu ametupa itikadi ya neno lake kuwatambua. Lazima tutumie akili. Kanisa la Efeso linasifiwa kwamba linatambua na kuwajua hao mitume wa uongo. Jamani, hiyo ni sifa iliyoandikwa kwenye Biblia. Jambo la 3 ni dosari inayosababisha shutuma. Nini Yesu anakishutumu kwa kanisa hili? Kanisa hili lilikuwa na dosari pamoja na matendo mengi. Tena sijamaliza kuzungumza. Sio tu waliwapima mitume wa uongo na kuwajua, lakini pia walichukia kile ambacho Yesu naye alichukia. Hiyo ilikuwa ni sifa. Imeelezwa hapo mstari wa 2 pale mstari wa 6. Hiyo ilikuwa ni sifa, kwamba walichukia kile Mungu anachokichukia. Walikataa mafundisho ya Nikolao. Mafundisho ya Nikolao ni mafundisho ambayo leo hivi tumefananisha na hii imani ya neema.
faith of grace au grace of faith. Hii imani ya kusema unaweza ukawa mzinzi lakini bado umeokoka na kwenda mbinguni. Unafanya uovu lakini bado unasema unaokoka mbinguni unaenda. Ndio imani ya Wanikolao ambao Yesu anawasifu kanisa hili kwamba wanayachukia matendo ya Nikolao. Hawawezi kukubaliana na watu. Ni sifa. Lakini pamoja na sifa hizi, pamoja na sifa zote hizo, uvumilivu, matendo mema, wamevumilia shida, hawakana jina la Yesu, walikaa katika imani. Lakini kanisa la Efeso na lenyewe lilikuwa na tuhu. Bado Yesu alilituhu pamoja na mambo yote mazuri. Kanisa la Efeso iliacha upendo wa kwanza. Tuhuma yao nzito ilikuwa ni kuacha upendo wa kwanza. 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 Na kama nilivyosema, ujumbe wa Yesu kwa haya makanisa ni kipimo, ni mzani wa kujipima na kujitathmini kwa kanisa. Yesu anapofunua mambo haya, lazima na sisi tujitathmini. Unaposema kwamba umesimama, unapojivuna kwamba umeokoka, unapojivuna kwamba unaendelea kiroho, rudi kwenye Biblia, rudi kwa ujumbe wa Kristo. Yesu anasema kama ulikuwa na upendo uliopitiliza mwanzo, leo upendo umepoa, hiyo ni tuma mbaya, inakuweka kwenye hatari kupunguza upendo. Yapo mengi ambayo yanaweza kaonyesha kwamba tumepungua upendo kwa Kristo. Mtu alikuwa na bidii katika ibada, ameanza kuwa mzito wa ibada, na hata asipoenda ibada yeye anajiona yuko sawa. Mtu alikuwa mwaminifu na ibada, baadaye anazoelea ibada, anakuja muda anaotaka na haoni shida. Mtu alikuwa ni anawapa watu, anatoa hata misaada. Leo mtu ametekewa na mambo mabaya, tofauti na kanisa la Efeso wenyewe pamoja na mambo mabaya, kwenye matendo mema hawamwacha bali. Lakini leo mtu unakuta amerudi, yuko chini. Alikuwa ni mtu ambaye ni mwombaji, leo maombi yameisha, alafu mtu hawezi kujiona kwamba yuko salama. Wewe ukafikiri kwamba uko salama kama ulikuwa mwombaji, leo maombi yamekwisha. Maana yake indicator inapiga, kifo kinaingia. Hiyo tuhuma ni nzito. Yesu hawezi kawarasi. Yesu anasema kumbuka upendo wa kwanza, kumbuka, rudi kwenye ule upendo. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndipo linakuja jambo la nne. Jambo la nne, kwa sababu ya kupungua upendo, Yesu anawaambia kanisa hili, anawaondoa kwenye ufalme wake. Anawaondoa kwenye ufalme wake. Mstari wa 5b, sema nitakiondoa kinara chako. Nitakuondoa, utaondolewa na kataliwa. Nisikilize mpendwa, pamoja na matendo mema ya kanisa la Efeso, lakini adhabu yake kwa tuhuma ya kupunguza upendo linaondolewa kwenye ufalme wa Kristo. Wewe na mimi ambao tumepoa kiwango kile kibaya zaidi cha kupoa, tunafikiri tutaponaje? Yesu analitaka kanisa ambalo lina moto ule ule, kanisa ambalo linaongeza moto na bidii, sio kanisa linaloporomoka, sio kanisa linalopunguza upendo, sio kanisa linalopunguza bidii. Bidii yetu katika Kristo ni lazima ikue, ni lazima iongezeke. Kama tunataka kwenda mbinguni na kuurithi ufalme, lazima upendo wetu ukue, lazima upendo wetu ukue, lazima upendo wetu ukue, uongezeke siku hata siku, tukue na upendo wetu uzidi kupanuka. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sikiliza jambo la 5. Yesu anashughulika na kanisa la Efeso, anatoa ushauri na wito. Ushauri na wito kwa kanisa la namna hii. Ule mstari wa 5 ni kujitathmini. Analiita kanisa hili kujitathmini, na anawaambia kumbuka upendo wa
sababu ya kupoza upendo, tubu. Sikiliza, Yakobo 4:17 anasemaje? Anasema basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi kwake huyo ni dhambi. Sikiliza, hapa Yesu amelisifu ili kanisa lina matendo mema, halina matendo mabaya, halina matendo maovu, halina dhambi za kusema ni dhambi. Lakini kule kupungua upendo anasema tubu. Hallelujah. 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 Wewe na mimi leo, je, tuna nafasi ya kutubu au hatuna nafasi ya kutubu? Tunajiona tuko sawa sawa mpaka hapa? Bwana anatuweka kwenye kipimo gani? Wewe mwenyewe kwenye mzani huu wa kanisa la Efeso unajiweka kwenye kipimo gani? Kanisa la Efeso lilikuwa na sifa kede, lakini nilipunguza tu upendo. Yesu anatangaza hukumu nzito. Mimi na wewe hatuna mahali pa kujificha. Tunapochukua ujumbe huu kama mizani ya kujipima, tunatakiwa turudi tumwambie Yesu, nisaidie. Upendo wangu uko chini, nataka ukue, nataka upande. Tumwambie Bwana, nataka tunirudi tena. Yesu anataka kuona pendo letu linakuwa, linapanuka, mahusiano yetu yanapanuka kila itwapo leo. Nguvu zetu za kiroho zinainuka, sio zinapungua. Kupungua ni dalili ya kukataliwa, ni dalili ya kumwacha Yesu, ni dalili ya kuondoka mikononi mwa Bwana. Na ili turudi, lazima turudi kwenye toba. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la mwisho, Yesu anatangaza thawabu kwa wale ambao watatubu na kurudi. Anawaambia thawabu ya Waefeso watakapotubu sasa, watakaporudi tena na kurejea kwenye upendo wa kwanza, anawaambia watakula matunda ya mti wa uzima. Thawabu ya watu ambao wanaimarisha upendo, thawabu ya watu ambao wanatafuta pendo la kumpenda Mungu ni kula matunda ya mti wa uzima, ambayo maana yake ni nini? Mstari wa 7, maana yake ni kwamba hakuna atakayekosa kwenye ufalme wa mbinguni kama tutakuwa na upendo, kama tutakuwa na pendo lililozidi, pendo lililoimarika mbele za Mungu, mbele za Kristo Yesu. Kama tutajiimarisha katika pendo, hatutakosa mbingu na tutafika mbinguni. Tutakula raha, tutakula raha, tutakula raha. Haleluya. Bruno Kayenzi anasema tutakula raha, tutakula raha. Ndani ya Kristo Yesu kuna raha, lakini ufalme wa mbinguni upo kwa ajili ya watu ambao pendo lao limeinuka, pendo lao limekuwa, pendo lao limepanuka, pendo lao limeongezeka. Hao hawatakosa kuingia ufalme wa mbinguni, na hao watakula raha za mbinguni, watakula katika ule mti wa mema. Oh, raka pashaka, katika ule mti wa uzima, katika ule mti wa uzima hawatakuwa na shida, hawatakuwa na uhitaji. Milele na milele watakaa kwenye raha na furaha ya Mungu wetu. Na hii ndio ahadi na ndio thawabu ya watu ambao hata leo tuko hapa. Kama tutauchukua ujumbe huu, tutamkaribisha Yesu afanye kitu, ujumbe huu unakuwa ni wa kwetu, tutaurithi ufalme wa mbinguni.